Let's watch this video. Some few minutes. Let's watch this video. Hii dunia hakuna mtu ambaye anajali kuhusiana na matatizo yako. Matatizo yako ukiwa nayo, baki nayo. Hakuna haja ya kumuelezea kila mtu matatizo yako, kwa sababu na kukumbusha kitu kimoja. Unakumbuka kipindi ambacho umefiwa? Baada ya kufiwa wanakuja shangazi zako, wajomba, ndugu upande wa mama, ndugu upande wa baba. Kila mmoja anajifanya ana uchungu, wanaahidi kwenye msiba kwamba watakusaidia, wanaahidi mambo kibao. Yaani kipindi ambacho wewe umefiwa, la baba yako amefariki au mama yako kafariki, au hata kama hujai kufiwa, hujai kuona ndugu ambao kipindi cha msiba wanazungumza mambo mengi. Oh, huyu mtoto sisi tutamlea, tutamsaidia, tutamsomesha. Mwingine ataahidi kumsomesha, mwingine ataahidi kumpa pesa, mwingine ataahidi kumpa kazi. Subiri msiba uishe ndio utaelewa kwamba ndugu sio ndugu. Ndugu ni wachawi. Hakuna ndugu, jamaa, rafiki, mtu yoyote ambaye anajali kuhusiana na matatizo yako. Ndio maana siku kifo akikuzika, wanakuacha pale, wanaendelea kwanza na maisha yao. Mke wako ataolewa na mwanaume mwingine, bwana wako ataoa mwanamke mwingine, wazazi wako watazaa mtoto mwingine, watoto wako watapata baba wa kambo mwingine. Kwa hiyo kwenye hii dunia, ishi maisha yako, fanya unachoona ni sahihi. Kama mimi naishi maisha yangu, nafanya ninachoona mimi ni sahihi, sijali kuhusiana na mbwa mwingine. Na kuuliza swali, ushai kuona namna ambavyo watu wanatoa ahadi msibani? Ikitokea umefiwa au mtu wako yoyote wa karibu kafiwa, hebu nenda kwenye misiba yoyote ambayo iko karibu yako, kajifunze kitu. Nenda kaangalie jinsi ndugu wanavyojifanya wanamjali mtoto wako. Ndugu, siku ya msiba wako, ndugu zako watakuja msibani, watajifanya wanamjali sana mtoto wako, watajifanya wanampenda, watajifanya wanataka kumsaidia, lakini msiba utakapoisha, kila mtu anaendelea na maisha yake. Kila mtu anaendelea na matatizo ya watoto wake huko. Kila mtu anaendelea na maisha yake. Tujifunze kuishi kwa kujitegemea. Acha kutegemea ndugu, jamaa na marafiki. Acha kusema wewe una watu. Hao watu hawapo kwa ajili yako. Si tunaelewana? Mimi nimemaliza. Jiulize. Kaa vizuri chini, kalisha makalio yako, jiulize, wewe una watu? Hao watu ambao unasema ni watu wako, ni watu ambao siku ya msiba wako watawatelekeza watoto wako. Watafika, watajifanya wanawajali, lakini baada ya msiba kuisha, kila mtu anaendelea na matatizo ya familia yake na watoto wake. Kaa kitaalamu, kaa kijanja, punguza watu.